Leo nataka tuangalie aina tofauti za mkao wa darasa. Tutaangalia aina kama 3 au 4 ambazo mwalimu anaweza kuzitumia katika kupangilia viti vyake na meza darasani kulingana na shughuli yenyewe ilivyo. Aina ya kwanza ya mkao wa darasa ni mkao wa mstari au mkao wa safu. Mkao huu hupangwa kwa mfumo huu na wanafunzi huangalia mbele ya ubao. Mkao huu umezoeleka sana. Una faida gani? Mkao huu unamsaidia mwalimu kuweza kuwafikia wanafunzi kiurahisi, lakini pia unawasaidia wanafunzi kuweza kuandaa nukuu zao kiurahisi zaidi. Kwa hiyo huu ni mkao wa kwanza wa mstari au mkao wa safu. Mkao wa pili ni mkao wa jozi. Katika mkao wa jozi ni mkao ambao wanafunzi wanaweza wakakaa wawili katika jozi, na huu mkao unasifika sana mwalimu anapokuwa anatumia mbinu ya fikiri jozisha shirikishi. Kwa maana yake ni kwamba maybe umetaka wanafunzi waweze kushare mawazo yao kwa jozi, maana yake unaweza kutengeneza mkao wa mfumo huu wakakaa wanafunzi wawili. Lakini sasa mkao mwingine wa darasa ni mkao wa umbo U au mkao wa U. Mkao wa U unakuwa katika mfumo huu. Mkao wa U unakuwa katika mfumo huu. Maana yake ni kwamba wanafunzi wanakaa katika umbo U na katikati panabaki wazi. Mkao huu unamsaidia mwalimu kuweza kuwafikia wanafunzi kiurahisi, lakini pia wanafunzi wanaweza wakamuona mwalimu wao kiurahisi. Lakini sasa mkao mwingine ni mkao wa duara au nusu duara. Mkao wa nusu duara unaweza kufanana kidogo na huu mkao wa umbo U, lakini mkao wa duara maana yake ni kwamba hapa panakuwa pameungika, alafu meza zinakuwa zimezunguka kama duara fulani hivi, na mwalimu anaweza akawa yupo katikati, anakuwa anaangalia mwanafunzi mmoja baada ya mwingine. Mikao hii inatumika tu kulingana na mada husika na mwalimu ametaka afundishe siku hiyo kwa kutumia mfumo gani. Sio kila mkao unafaa kufundishia, lakini inategemeana na wewe siku hiyo umetaka kufundisha kitu gani, na je, kinataka wanafunzi waweze kukaa katika mkao wa aina gani. Mkao wa darasa unaweza ukamsaidia mwanafunzi kuweza kuelewa kiurahisi, unaweza ukamsaidia mwalimu kuweza kufundisha kiurahisi na wanafunzi wakaweza kuelewa kabisa bila shida yoyote.